Sikujui mimi. Akiamua sikujui anapanga leo nipiga simu leo. Yani mimi ninaoza mabwana likaili sina. Fashionini sina. Kila mkivuta hisia huyu hayupo kwenye dari yangu. Hebu ona mgugo kwanza. Kila nikimgugo mimi namuona bado. Unakoga na visu pembeni. Hata kisu bwana. Wewe unajua hata kukwetu wewe. Lakini kukichomwa hapo kumkita. Na bwana mwenye dread kama hizi zai wa nini? Sasa mimi na maana wanaume wangu nisiwakumbuke jamani. Katika kampuni yetu kila nikikucheki haupo. Akiamua haupo bana. Wewe na yako anakuleta. Yaani mimi huyu ndo dada yangu, huyu mdogo wangu. Sio bure. Wanaume zangu wote nawafahamu. Labda nini hapa namba? Zai hiyo wapi? Ana mama asami kisa ulinichimchitua wapi? Au ningoi, o mama au nitoi mtani kwetu au ningoi. O mama au nitoi Uswahilini au ningoi. O mama au nitoi. Nipo na udugu wangu Zai kama Zai Kijiwe Nongwa. Nadhani watu wengi mnamjua. Ila mtaani kwetu bado nilikuwa sijawaletea Zai. Ila leo nimewaletea nataka nipige naye story 2-3 na watu wa huko Oysterbay, Masaki, Posta, wapi Salamanda kwa wazungu. Mjue tunaishije mtaani kwetu. Huku ndo kwetu na kwetu ndo sisi na sisi tunapapenda hatari. Yaani mimi leo kinitoa hapa ukinipeleka huko mwali sipawezi. Nipo na Zai sibi tuongee mawili matatu mumsikilize na yapi ya kuambia, kuwafundisha, kuwafunza. Mtaani kwetu tunaishije, tunafanyaje? Zai mambo. Poa. Vipi? Fresh. Sasa unasemaje? Ndugu yangu alimtaa kwa kweli kama unavyoona umechangamka. Umetulia. Huku bwana mambo ya kutetana. Kuna siku nilimteta mtu kumbe yuko nyuma yangu. Ilikuwa usiku. Usiku ndugu yangu mapema mpaka muda saa 1. Sasa wenzangu wamemwona mimi sijamuona. Yule paka katua kongo nyuma ngaa. Mimi namaliza maneno. Naona kama mtu unajua sisi huku wengine watu wa Uswahilini kama tuna mishetani. Mtu anaweza kukala nyuma kama mtu anavuta kichwa. Mimi naona mbona huko nyuma kama kuna kitu kizito. Wale wenzangu akipiga makofi mimi najua wanapiga makofi amependa maongezi yangu. Bora kushtua. Yule baba nilikuwa namheshimu. Unajua sometimes kuteta sio paka inakuwa kama hurka. Hurka ya mtu. Sio unaelewa? Na huku sio Swahili maisha tunaoishi kama unavyoona kijumbe hapa tunakaa karibu hata 7 hapa nje. Kwa mtu akiingiza mwanamke kama mke kasafiri, si kazi anayo. Tutamtefuna siku hiyo mpaka kuna kucha. Hasa sisi tunamaliza kumtefuna kumbe baba yuko hajaondoka. Ndio anaweza Kijiwe Nongwa. Unanisema mimi kuingiza mwanamke unataka nikuingize wewe. Kwa hiyo jambo lilinitia huruma na aibu kwa sababu baba anamheshimu. Sikufichi sikujibu zaidi ukimbia. Baba wewe nilimkimbia mpaka anasafiri sababu anasafiri na magari. Mpaka anapoondoka mimi ndo nimenini. Siniambie. Kwa ndo ikaa hivyo. Yaani Zai maisha yako mwenyewe napenda. Wewe. Tuna rekodi. Vipi kwa? Mfamini. Subiri kidogo mwanangu na ongeza naye kama dakika. Kama dakika mbili. Wala leo Kijiwe Nongwa wewe. Leo Kijiwe Nongwa tumeingia. Kuna shida ya mimi? Shida yake. Hujui sasa kuja kubali. Mpaka mimi nakwambia simu zangu pokea tena. Nani? Tulia kwanza mwanangu. Ngoja nimalizane na huyu. Wewe pause tu, achana na vitu vyako, subiri kwanza. Na malizana na utaongea ni subiri pale. Umesikia? Jemba nimetoa. Nani? Wewe mimi basi nisubiri na maliza hapo sasa hivi. Akaipa mimi namaliza utaniita tutaongea. Hiyo kamera ina kamera sasa inanichukua maana napata riski. Kwani nani basi nieleweshe mimi nikujue. Kwa mimi leo ndio leo mimi mjinga nimetoka huko nimekuta leo. Zai vipi mzako? Kimedo siele ile kazi. Kazi gani kimenti chako ni? Mwenzangu. Unakumbuka? Mpishe simkumbuke hata kidogo. Unajua Zai niambie labda. Sikujui mimi. Akiamua sikujui anapanga leo nipiga simu labda unieleze. Kwa sababu sasa hivi shamasta nini? Makubwa. Bwana kwa watu kwa contact ya kusema wale. Zai akafuta nyumbani. Ila Zai mimi nimekuja hapa mmoja. Labda simu zangu haipokei nini. Inakusikia Hauna kosea. Zai mbona tunacheka? Yaani hapa anasema mimi simu yake sipokee ndo namuuliza jamani. Message kwa namba ipi?
namba yako kila siku natumia message yeye asimuongea. Kama labda naongea labda napoka tu sawa. Ila mimi mpaka nakuja hapa kwa kutokana na simu zangu. Basi kwa nimalizie na record hivi na tutaongea. Sio nifuata mimi Zai. Nisubiri mimi naweza kurekodi hapa nipo kazini. Lakini mara tutaongea. Na mtoto kabisa picha screen imesetia mtoto. Nani? Huyo si mtoto. Hai, wewe unajua ya picha wewe sema kwa mkuu. Huyo mjukuu wako, mkangu mimi ndo za naye ndo aucha sawa na za yao. Manyonyo. Simu yako kwa Mama yake mkwe. Huyo namba. Namba 73. Namba. Au sio? Au Zai manzi wako mkutana wapi? Hii namba yako. Au sio namba? Sio namba yangu utakupa nani? Bila Zai. Naona kwambiaje? Yaani wewe mbona kama unanikataa? Au sababu Yaani mimi wewe nisikilize. Sio kamera. Wewe hebu eleza mimi mkutana mimi wapi? Au labda nikumbushe wewe, maana mimi sikujui. Sawa unijui ila mimi bwana nisikilize kwanza. Mpaka nimeleta hapa kwako. Yaani kwamba samahani. Najua mapenzi wewe mwenyewe unajua. Wewe mwenyewe unapokupenda unaelewa wewe mwenyewe mapenzi yetu. Zai bwana huyu mtu wako. Mbona nizalau labda kwa sababu mapenzi ulinifanyia nini? Labda nimesahau. Kuna mtwanzi huko nje. Sawa basi kama labda. Wewe unaniambia jamani, huyu mimi mdogo wangu. Umekuja kushtaka shemeji yako na nataka kusikiza ulifanya kosa gani? Ulifanya kosa mimi nakuuliza. Alifanyaje Zai? Unajua mimi mwenzangu leo kajipanga kama hivi yupo hapa na kama hivyo mpo kwenye vyombo vyenu mlivyokamia kwa sababu basi kila nikwambie. Sasa nikwambie. Sisi tumezeka tutoke Chemba na Zai tukakae sehemu tuongee na shemeji yako. Kwa msubiri kakae pale kwenye ile ndoo. Huyu amalize. Kuna vigoda. Jamani kada Jamila. Mimi nimempigia simu au na napambia. Sikiliza. Wewe unampigia simu nenda pembeni mwanzo amalize mmalizane baadaye. Tatizo mimi na safari. Tatizo safari yako na muhimu gani? Sasa wao wamesema wamekuja kwa ajili yake. Au sasa Zai hivi vitu na mimi na samani kuliko mimi. Hivi na samani mimi kwa sababu wewe hebu bwana msikize jamani. Twende. Wendi mapanga mapanya rodi. We mtani kwesela na viugai. We mchawi jondani kwetu kweli bara. We mtani kwetu watu wanashindana njaa. We mchawi jondani huku kwetu anifurulana. We mtani kwetu watu wanagombania mabwana. We mchawi jondani watu mala wameuana. We mtani kwetu mala wamefumaniana. Sasa mimi jamani taratibu. Sikujui haki ya Mungu sikujui. Kwani kukatae? Kosa gani ndo niambie mbele ya huyu mimi kwamba mdogo wangu wewe ulizea kosa gani? Bwana wewe sema hicho kosa alichofanya ulichomkosea kukaachana. Huyu kwani kwa kusema nini? Naona. Alidichiti. Wanakuwa na visu pembeni. Anataka kisu bwana. Wewe tunajuaga kwa kwetu wewe. Anashindi kukichomwa hapo kumkita. Unajua sawa, uje mtu muonekano wa mtu unapomuona sio na bwana mwenye dread kama hizi Zai wa dini. Sasa mimi na maana wanaume wangu nisiwakumbuke jamani. Katika kampuni yetu wewe kila nikikucheki haupo. Akiamua haupo baba. Wewe yako wala kuleta baba. Yaani mimi huyu ndo dada yangu, huyu mdogo wangu. Sio bure. Wanaume zangu wote anawafahamu. Labda nini hapa namba Zai hiyo wapi? Ana mama Sami kisa ulinichitia wapi? Nilikuchitia wapi? Kusimani wapi? Na shoga yake. Wewe shoga yake. Wewe mimi sio shoga yake. Najua bwana zake wote. Mabwana zake wote najua. Kwa hiyo usiote unafiki hapa nenda zake. Niambie kitu kimoja. Usanii ni mwingi. Msanii siku zote kuna njia nyingine mtu akitaka kukuharibia tu sifa zako. Uende huyu bwana kawaona watu wenye shooting kamera akajua anakuja hapa. Labda anataka tu kukuharibia CV yako. Wewe kaka hivi siku zote kweli umeona leo anavyoongea hapo. Unajua ukisa kuja hapa kwa sababu gani? Sisi Zai kwa unafikia gani? Wapi? Wewe mnakutana gani? Wewe kuna kitu unafanya kitokea hapa. Unaona bwana. Wewe kama zingia kutokea hiyo faraga kuna simu zangu hapo. Basi sikiliza. Shemegi samani bwana. Shemegi samani. Hilo pengo mwanya. Nimuulize kwa sababu tutapa. Wewe historia kaijua. Yaani niambie hilo pengo mwanya.
Niambie basi atakujua vizuri labda kakukosea. Kwa sababu yeye anasema mimi eti hapa katikati alimchiti jamani wake. Na mimi ni Zai. Mimi nimesafiri nimerudi juzi. Haya. Mimi ni mjinga nitoka nije hapa. Wewe sio mjinga na timamu ndio mama umekuja hapa. Wewe sasa mimi ni mdada Zai. Sasa yeye shida yake ni nini? Shida yako ni nini? Haya umekuja kwangu ndio nakusikiza yani kusikiza Sawa pia bali na hivyo. Kwanza hivi vyako shamaliza. Bado. Alaka tamaliza hiyo. Hapa nimekuja na kazi. Pia sio kwamba tukae tu kama hivi tukata wawili tuongee. Yaani mimi naongea tu hapa. Unaona nikataa utaki. Kwanza mngekuwa hizo kumsubiria amalize kurekodi. Kama ukiwa kusema. Unajua mama kinaota message zangu. Unajua vipi? Baba hifu, baba hifu kwa nani mama Jasi? Baba mbaya. Mbona mpaka kwa nipe nani unadhani? Mimi ni wewe sasa. Labda sikachukua kwenye mtandao. Kwa sababu kusema mimi jamani wewe tu umenichiti wapi? Kama nikataa sasa niambie. Akia Mungu. Swali mbona unamtaka? Ndio unamtaka. Sasa basi akutaki. Akutaki. Basi kama mimi wewe umenichiti. Ndio maana nikakununia. Basi kwa nini unichiti? Amesema mapenzi yako. Yeye hakutaki. Kwa sababu kama ungenisamini mimi. Binadamu akifanya kosa pasi. Kusameana hela. Wewe kiboko. Zai vidai anafokoga vidai viache mganga umkimbie. Bwana kiondoka. Na yeye ndio ile kunieleza kwamba kwenye best fulani hapa. Ya tungi vitu gani? Tungi. Sio mbali na kwetu tukiuliza. Na mimi kwa nimeuliza hapa nimefika. Nakuta tu kuna soga na kuna mkuta na hela moja. Lakini imetoka nilipotoka hivi. Kwa una mdana gani? Mliwasiana. Sisi sio kama na mdana mrefu sana lakini mliwasiana. Mimi naongea naye kama mimi. Wewe seshaisha umjui. Mimi naongea naye. Sai. Na mdana gani mliwasiana? Useme kama tuna miezi mitano mpaka. Mmeasiana miezi mitano. Sio kuachana, yani katika mahusiano wetu. Ndio mimi niwe naye. Hivi unajua sasa kama ana mume na ana mtoto mdogo anayenyonya. Maana unavyoniambia mali habari hizo mimi ndo ninashangaa. Maana nakwambiaje? Twende pembeni kwanza tuulizane mimi na wewe maswali kwa kituo. Zai ana mume kwanza. Na Zai ana mtoto mdogo ananyonya. Sasa ndani ya miezi mitano kitoto cha Zai kikuonyesha kiko pale kinachotembea kile na kanzu na kinanyonya. Ina maana hata hayo mahusiano unajua Zai kama Zai ananyonyesha kabla kuta na nyakati zipi. Ina maana ina maana Zai basi subiri kijiwe nongwa. Huyo mimi naishi leo ana matatizo kwa sababu kwetu Vingutu kuna harufu nyingi. Kuna harufu ya ng'ombe, kuna harufu mavi ya panya. Kwa hiyo akili imemchanganya. Kwa kijana anaona kapagawa. Kafananisha jamani. Kwa hiyo mimi naona tuendelee na kipindi chetu kama alivyosema, labda akatomoka huko akajua mwenyewe kutatokea walevi na wengine wanakuja hapa. Tutashinda kufanya kipindi chetu kwa ajili ya changamoto kama hizo. Tutashinda kufanya changamoto kama hizo. Kwa hiyo habari ndio hiyo jamani. Bwana kidogo mjue. Si mjue shogangu namshaka kanivaa kama vazi. Kila nikimvua baba avuliki. Ngani jamani. Kwa nini jamani? Kule tuakiza saizi usiku kwa sababu gani? Kwa jamani hapana. Mimi si mjue jamani asinaribie. Habari ndio hiyo Vipi kuhusu nini? Mimi naona umenifananisha. Kwa sababu umenifananisha. Huku namba kupeana. Huku namba kawaida. Pige na goti basi, pige na goti kusamehe. Zai, acha wewe Zai wewe. Zai bora chef kama ashakuwa sana maana hakutaki. Zai asubi bwana. Zai namtaka unataki bwana. Huyu bwana mimi simtaka sababu sijui alipotokea wapi. Subiri kwanza, niangalie. Hata kwa sisi sikujui ulikotokea wapi nakutakaje. Namtaka bwana simjua. Na dunia imekuisha. Kama mwenzangu sikujui unijui. Sikujua ni. Zai muuze shemeji vizuri bwana. Simjui. Shemeji unaona anamwanya. Na mwanya huu anaujua mpenzi wake. Mimi sio mpumbavu. Mpumbavu wapi kawaida kukwetu kufuatwa na watu. Kawaida. Anafuata bi harusi ndani ya ukumbi jukwani. Usimseme kulifuata hapo kwa kuniambia wewe namba. Watu hadi mkuu. Tembea na bwana. Babu niache. Unamwongeza mimi? Kama basi tumalize mambo yetu ndio tutaenda kuongea naye. Akaongea na mimi wapi? Kome wewe. Babu wewe. Hata kama kwa milioni sina shida ya bwana. Wote kaela analipa. Walipa shilingi ngapi? Wewe Mariamu, ushemeji yako anamjua pa kumpeleka emergency. Kazi. Utaongea vizuri tu. Haya. Wewe nipigie. Hebu ipige hiyo namba. Hebu hiyo namba. Simu yako iko wapi?
Simu nawe pige. Haiko wapi simu yako sasa? Simu nawe si unataka uipige. Zai mbona tuelewi. Wewe pia mimi nitapokea. Mwenzangu toka. Wewe ndio mimi nitapokea simu, wewe nenda mimi namalizia tu. Wewe nipige mimi napokea. Na hizo message nitakujibu wewe nenda. Sikuangushi na kwamba napokea simu zako nenda. Leo napokea simu zako na message najibu. Wewe nenda tu mimi namalizia kipindi. Sasa hivi namalizia utakuja, umesikia Kistajabu ya Musa utaona Firauni. Haya Zai, nipe habari kwanza. Nipe habari kwanza. Yamekukuta nini? Zai unamjua mbona unacheka? Azia kaudi tena katusikia. Wewe Zai acha masiala haya. Haki ya Mungu na mtume kaka. Sio kweli. Wallahi billahi. Mbona hajanifuata mimi hajamfuata yule? Sasa sijui, sio nimemuuliza mimi hapa jamani. Ipo songo wako. Hamna, simjui haki ya Mungu navyoambieni. Jamani hata yani huwezi kuamini. Yaani uweze kuamini. Yaani huku kwetu ni kawaida. Kwa mtu kukurupuka, lakini mimi kanishangaza. Kwa sababu nikajua baba mgeni wa humu ndani. Hivi kwa jamani mtu wangu mimi ndo aje kama hivi paka hapa hata kamera yenyewe haiogopi. Manziwa. Jamani ndo yani huko ndo Uswahilini kulivyo. Sasa uweze kujua bado kachanganyikiwa akili. Kama mibange mchana safari. Sasa unaweza kumjibu tofauti kumbe mwenzako akili yake. Kwa hiyo maana imeendana na ile akili yake. Hapo umemtuta mimi nipigie nitapokea. Kama nipigie nitapokea ndugu yangu, hata ningekuwa na simu hapa. Nimeogopa kutoa simu kama kibaka kakwapoa kakimbia. Ila Zai. Changamoto akianguja labda nikuta. Nimekukuta jambo. Jamani. Si mjui habadani. Sasa watu kama leo naambiaje? Yaani watu kama wale mimi naweza nikasema ndio kafanya hapa kajamba watoto wangu. Akuja kufuka ugomvi shoga yangu. Nataka na vichwa. Sema kwa sababu mwanangu mimi mazingira kashajua. Unapokuwa maarufu lote unakubaliana nalo. Sio huyu tu. Kuna siku wewe tukopo humu ndani tukopo kuna tamasha huko maeneo kwetu. Mimi niko jukwani naongea kapanda mtu. Anaambia amekijua nongo ameniacha yanipikia chakula mbele za umma ya watu. Kwa kawaida. Ndio maana mimi kwanza nimecheka nimeshangaa huyu naye katokea wapi? Kwa hiyo ndugu yangu ndo mtiani katukatisha mambo yetu. Twende na mambo yetu kawaida ya mtaani. Ndio mambo jamani, ndio mambo ya mtaani kwetu kama mnavyoona. Kijana amekuupuka tu. Sio alikuwa anavuta bangi. Ananiambia mie kurupu na kupiga simu poke. Hivyo kwa hiyo hata kama nina manzi nianze kama yule mimi mwenye rasta zomsimama. Kama mizizi ya. Au ndio nilivyosema wauni watu wazuri. Ndio. Na ndio maana kaja. Ndio maana kaja na kufahamu sio kwa uni kama huo. Asina libe riziki yangu na ugali wangu. Baba watu tusakiona. Ndugu yangu. Mimi nimeshangaa paka saizi nakwambia nafanya. Na yuzo huko nikatokea wapi? Lakini Zai unaitwa Chimasalamu. Jamani akilillahi mimi Muislamu kama ninongoma basi nikutile lote usiku leo usiamke. Simjui mimi huyu. Kwanza bwana kama ule vinywele njunjuma. Kanija na nani hapa na nini zile njumu. Ana njumu za kuchezea mpira. Suwali kaikunja kama anavuka maji. Anafaa kuniambia kwa sababu kwa maarufu. Sio kaona kamera kwa pita kule kaona niunganishie. Jamani mikosi. Jamani hao ndio mambo ya mtaani kwetu kama mnavyoona Zai leo kapatikana. Katokea mja kama mlivyomwona mjamaa anasema Zai anakuja kumlilia Zai. Au Zai unawaloga mabwana. Shoga yangu namloga kama manzi wangu, lakini watu kama wale wapita njia siwajui. Labda vidawa vya kuoga vimemgusa yeye, lakini mtu kama yule mimi sinuiage watu kama wale. Kwa Zai unaoga vidawa. Kwani sikoga shoga yangu? Mimi ninakoga shoga yangu na ninakoga navutia tu wenye mazingira yao mazuri na pesa zao. Siwezi mtu kama huyu nyambulile mimi nikamloga dawa na shida gani nitafuta kulogwa kupigwa. Okay, na kwa mganga unamwambia. Naloga mwili wangu ungaonekana mzee wangu. Au sio mzee wangu anaheshimu, anipela kula, nipata riziki ndogo ndogo na kubwa nionekane pakubwa na padogo. Maana mtani kote bila kujoga utaishi. Hauishi. Kama hawa. Hao utatoka watie vizindiko akiona kukimbia hawa. Vizindiko vya nini? Sio nakoga data watasoeleka watu wako kali mbali. Sasa mimi jambo hilo sijalifanya ndio maana hata alikotokea. Sasa inabidi ukalifanya. Baba kanipalisha roho huyu. Nilipa. Hivi niambie mfano kama hapa natokea mwanamume wako anakuelewa kweli? Anakuambia upokee simu, message zangu ujibu kwa kuwa umekuwa maarufu Zai unanikataa. Jamani. Ila Zai mimi hata sasa mpaka sasa bado siamini. Wewe huwezi kuamini kwa hata kwa mtu wangu asingeamini. Lakini mimi ndio ninamwambia mimi familia yangu wenyewe mjue ndio mama ameshangaa. Kwa maana hajawahi kumuona. Mjui sio kama vile kaka toka na ngania. Eka pozi. Huyo mganga ulompata atanipeleka. Sio kwa watu kama wapi cha. Mganga achanika anabadilisha. Bwana nende zangu nani vikindu. Aiti watu kama asoeleweka mimi ndo nivonuia. Wewe kumbe umeniwia vingine kuleta vitu vingine. Aiti watu asoeleweka Masai. Ovyo ovyo. Mama nauli tena wewe baba. Mume Muhammad jamani leo tumeingiliwa. Zai nenda kwa mimi nilichokota vile kuongea naye basi. Jiongee naye. Nimsikilize.
Jamani leo kazi. Zai kapata leo gengalo mpezo dawa za koga. Naona Zai kazinywa. Bwana anamvuta mpaka hapa. Nginja. Bana mtako mimi na rekodi. Kwani hajamaliza tu mpaka maana tumemessage job kishamaliza. Kutuma message labda au kuna mtu mwingine anamtaka Zai. Wewe mwenyewe nimeambia utuma message. Haya nimetuma message mimi jamani nimemaliza. Sema mtumia labda. Kila masaki kama hivi. Subiri kwanza. Masaki na mapembe. Kila masaki anakuwa. Subiri kwanza. Zai. Kabisa. Yaani mimi ninaoza mabwana likaili sina. Fashion mimi sina. Kila mkivuta hisia huyu hayupo kwenye dari yangu. Hebu ona mgugo kwanza. Kila nikimgugo mimi namuona bado. Ndio maana nikasema wa yule mwanaume wangu Zalamoni. Sio huyo. Mbona sio kama yule mwenye anahuwa laza. Unacheka lida wewe. Unanifurahisha maneno yako. Huyu dereva wetu tumekuja naye bwana. Yaani wewe. Jamani mmeniweza. Maana yule kila kimkataa. Bala kinganganizi kama kupe. Kila kimkataa. Unisemelea sasa hata kama hapa na kunitupi zangu na. Kila nikimkataa jamani bwana naye. Yaani nakwambiaje? Bala mimi kwenye roho zangu wewe haupo. Jamani kila nikimkataa. Hata mchasika bidi niwe mpole ili nimalize yangu muuze baba umeniona wapi? Na nakachomoka tena kaja tena Avebe huyo anakuja mtangu anakuja. Nimekaona pumzi zimebana mapigo ya moyo afanye. Jamani. Sasa mpaka nitijali mimi simu. Hiyo message katuma wapi baba jamani? Mbona nitafutia mimi wakati hizo? Kiangalia namba yako. Sasa ilikuwa 73 kwa mtume 73 kaipata wapi? Au kuna mtu kampa? Yeye nasikia pressure kwa kweli. Yaani ilishawahi kukutokeaga? Halijawahi. Yaani unajua mazingira haya yanatokea tu labda mtu poba. Mtu za sababu na Zai na labda akakuta tu Zai. Mambo vipi akimwambia mbona amenitaja Zai? Au kuitana wapenzi mkoba mmeelewa kawaida asimetaka mdangiane. Lakini mwenzangu danga kaja shuu mpaka nyumbani jamani hivi kwa hata kama watu wanasema wanatembea na ume wajui kweli? Mimi sijawahi kusahau bwana. Kweli. Haki ya Mungu na mtu. Au dakarangu la Bagamoyo. Kila nkilivuta mama nalo lakini korofi lakini sio kama huyu. Jamani kila nkivuta imani yupi? Maana kuna wale kwenye vigodoro mabwana. Lakini jamani hapana. Wewe nimeogopa kia Mungu. Unaambiaje sasa kwenye tabia kama za kukurupuka? Jamani sio nzuri. Mtu amekaa mkurupukia kama hivi. Kwa sababu huyu mimi kwanza nimewaza mambo mengi. Hivi mfano uko na akwe zako. Uko na bwana yako ndugu yangu. Hivi bwana anakuelewa kweli? Hadi namba ana, afu mtu anakuambia nilikuchiti. Nakutia misalanda wewe bwana kama utakumiba wewe. Mwingine hata kupigi ndio kwamba bwana wewe mnajuana. Asa mimi ndo ningeondoka naye bwana leo. Angejua mwenyewe kwenda kunipa ugali. Ngama wewe umevunja ndoa yangu, utajua kama ulinichiti au ulifanye tungejua lako mbele kwa mbele. Akikupeleka anapotaka yeye. Angejua mwenyewe sasa tungepanda boda tungetana vichwani atajua yeye. Sio kwa umenifanya yani hapa nilikuwa naongea kina jikala sasa Mungu kaka nimempata wapi mimi? Unasema anakuja tena mimi ulinichekesha. Anakuja tena. La kwanza ni matukio hapa kwetu yamezoea. Kwa hiyo kinaweza kumwachia mwezio dakika 5 ukakutana minundu huyu anarudi. Bila sababu. Na mwanza ndugu yangu unamjua huyu? Simjui. Unamjua huyu? Simjui. Bala anatoka kaza naona. Nikamwambia Ashini mwangi hata vile vidredi. Vile alivyo lile pengo Ashini shemegi mtu mzuri mbaya. Shemeji kachomwa kisu chali. Ngaba hatua ngapi? Sasa wewe watu kama unazungumziaje? Wewe umejifunza nini kwa leo? Sisi kukwetu tunavyotuona sisi tuko familia. Yaani pale tumetoka wachache. Ina maana angezidi zogo, tungetoka kundi ndio ungetiona vizuri. Tungembuuza au mpaka mwenyewe angesha wala tujua wewe kaulize tu. Wala tujua vizuri sana. Kabisa. Jamani kama msikia kama msikia anakuambia wao hapo kuni, yani pale mtoka wachache. Lakini leo tungembeba kama mwali. Mungu ametona kupeleka ukapumzike. Unataka kumpelekea wapi? Angepajua angekuja kwa isieni. Twende. Twende ukapumzike. Twende kwa nipeleke nikapaone. Twende. Kipo hapo bwana, twende kupeleka kijana umsubirie mwali wako. Ndio angetoka mwali mwenyewe angemkimbia. Tukio hilo lilinishangaza, alafu nikawa namuonea huruma yule kijana. Kwa nini umuonea huruma? Nilimuonea huruma kwa sababu unaona waloka pale walavana wale. Yaani wale
Ukisema hey, dakika 0 tu washavamia, na ndio maana walikuwa wamesimama kwa usikivu wamsikiliza. Mama nikamnyanyua huyu kijana kwa tahadhari kumsogeza huku nyuma ili anielezee vizuri. Maana ingekuwa ingekuwa sasa kasharibia. Dakika 0 tu. Wewe umejifunza nini kwa tukio la leo dada? Kwa tukio la leo nimejifunza, na ndio maana kama kuna neno nilikumbuka hapa niliongea na Zai, nikama mara nyingi mastaa anapofanya jambo watu kama wa kushoboka ni kawaida. Huenda anaweza labda katumwa au alivyoona labda ili kamera bwana yule anakuja akaona huko kuna neno ile ngoja nikavuruga. Kwa hiyo mara nyingi unatakiwa uwe na tahadhari kwanza, na uwe moyo wa subira. Umeona, ndio inatakiwa itumike, lakini kama hamna subira unaweza ukamvamia baadaye inakuja kupatikana subira afu mnakuwa mna tayari. Jamani, kama mmesikia dada yake ni haya, lakini jamani huku ndo mtaani kwetu, mtaani kuna balaa. Alafu na mambo kama hayo kutokea huku kwa kina Zai kawaida. Anaweza katokea mtu akakungangania kweli. Yaani mpaka mwenyewe unashangaa maki Zai anakuambia katika memory yake kila kisachu bwana wafikie ndusi hiyo. Wabagamoyo sio jamani, wanawake tuweni makini. Zai mtu akikwamisha kusema Zai utoke huku labda uende huko Masaki utapaweza kwani? Yaani mimi Masaki siwezi. Kwa Oysterbay sipawezi sababu nishaanza mazingira kwanza nimezoea mazingira huko. Saa nyingine umelala unasikia juu ya bati ukitoka na kuchokoza umuoni. Saa nyingine umelala hivi umekurupuka mama fulani anapigwa. Una ugomvi naye siku nyingi unataka kumpiga umeshindwa kumpiga mume wako unafurahi vicheko kushangilia. Saa nyingine unaamulia kinafiki mtu anapigwa. Unamkamata mikono akongotwe vizuri. Yaani kuna maisha fulani ya burudani sana mimi bana. Wewe Zai ushawahi kupigwa? Mimi napigwa sana tu. Na bato. Lakini ninapopigwa jua siku majirani ya walali. Na mitusi na uwanjani natukana kana na ubili. Yule baba akinivamia bibi mbili chini we. Sasa mitusi unamtukana nani? Yeye mwenyewe. Mimi hata mko wangu ya kugombelezea. Mimi kama nimewania gomvi nimesielewi kwa mko wangu natukana mitusi atajua mwenyewe. Na huku wewe huku unapigwa tu muda wote. Yaani huku wanaume wa huku. Yaani wana sio niseme vipi. Sisi huko hatuna mazingira kwa wanaume. Umejisikia kulewa, unaenda grocery unakunywa, mimboga mpaka inanywea. Ka spinach mpaka inanywea na kwa kama ni ndogo lakini sisi tushalewa, tutakuja tunapika. Hawataki. Mtu toka asubuhi umepoela kula, unakuja kupika chakula saa 4. Tatu akupigwa shoga yangu unapigwa. Sengea tukiona pombe zimezito na kwa mantilie. Unachukua mpoti yako matatu na unanunua mboga wako unapika unanunua baba amtengea bwana. Bwana akiangalia mantilie haja kupiga? Anakupiga. Kwa hivyo kawaida na siku tushazoea kupata vinywaji. Huko mnakunywa. Pombe zetu za 200 viswanta unakunywa. Viswanta ndio pombe gani? Na pombe fulani ipo kwenye kichupa hivi. Viswanta. Bei gani? 200 tu shoga yangu. Ikafunga hapa kama bomu. Unaweza nywele yote zikatimka. Kozi na ufunguaje kidogo. Ukinywa hapo burudani. Unakunywa burudani tena inakuwa mila hiyo na majani chai. Kwa hiyo inashuka roni kama moto. Kama zaidi sasa kuna vijuisi vya 200 huko. Vipo. Nataka leo nilete kijuisi changu cha 200. Vitamu na kwamba hivyo vinatia hamsha chakula. Siniambie. Hivyo hata mgeni akaja usipate shida. Mgeni hiyo ni namba kunywa baba ulizike na roho. Kwa hiyo wageni wakija hapo unachukua glasi yako na miminia unaongeza na vimaji kidogo ile utamu usiwe mwingi sana. Tamu sana. Tashangaa juisi gani nyeusi? Kumbe juisi yake 200 kanywa akashiba ndo nyumbani kwao. Kutoka hapo limi jeusi. Zai mwana wako hapo ana miaka mingapi mwanangu? Mwanangu ana miaka 13. Kama hizo 7. Anaitwa nani? Anaitwa Nasra. Wa pili anaitwa Nadia Mapasha. Nasra na Nadia. Kuna watu wawili. Nao wa kiume na wawili. Sio kuna watu Naima na Niran. Wanasoma. Ni mdogo. Kadogo tu. Ima ndio kwa darasa la 3. Sasa watu wanasema huku mtaani kuna umbea, akina Zai pale ukipita tu lazima usemwe kweli. Hapa kweli, hapa unapopita lazima uangalie mazingira yako ya mwendo, mavazi ulovaa. Kuna watu hapa wanapita na huko watasema wanasukumwa. Mtu mpaka anaenda kulisimamia lile geti nusu adondoke. Kwa hiyo kwa nini uvae mavazi yasioeleweka? Mtu anatoka kwa anataitia kavaa kapela kama anavuta shati kama dela. Sasa umetoka nyumbani kwako umevaa taiti yako, umevaa t-shirt yako. Unachoona aibu ni nini? Utashindwa kusema ndugu yangu? Nasema. Mimi kijiwe nongo mwenyewe natoka viatu virefu. Hii si viwezi. Kumbe kama mimi. Ukiona nimeenda kindala changu kumbini, nimedanki nimevua nimetia kwenye mkoba na tianza. Sitaki kutoka vigimbi vya mpira ukubwani. Kwa sababu viatu utakao vianzie utotoni ukuwe navyo. Lakini mimi nitoka kijijini na vandala zangu za moja. Na kuwa nakuta viatu vya flat. Mama hivi bajaji. Vibajaji. Leo kantiemie kiatu kama sindano. Kana na ngilimaji na kwenda na chechema siwezi.
So kuna wao sikuna uvai. Sikuna mimi si nazo naitwa na mashoga zangu. Kisa na kina watu wakitoka nje hivi zawadi wanaletea. Nazivaa ukumbini. Lakini ndio na vindala vya. Pale napoitwa labda zai kijue nongo atoka mbele. Nionyeshe mshono. Nikirudi ninavua mimi natia kwenye mkoba natembea peku kama nilivyozaliwa miguu yangu mbamba. Tulivyozoea nyo Swahili. Tulivyozoea wenyewe. Ndio hicho kinachotia mtihani. Sasa unavaa kokoko Swahili unaongeleaje? Unavaa koko? Wengine wanaweza lakini wengine hawawezi. Kama hapa Jumapili njoo ucheke. Wanakwenda makanisani. Utakuta mtu kiatu pande moja kaka kimekuisha. Kumbe anakwenda mmoja unasema adondoka kwa mwezi anaondoka kanisani hata adondoka mfano mpaka mwenye mlango wa kanisa. Yuko vizuri kazoea wewe. Mwingine miato oversize mtoto mdogo anavishwa mikokoko na kwambia anakwenda kana anatoa ngazi. Hii ndio hivyo alivyojaliwa. Jamani mmemsikia Zai leo nipo na Zai mimi nacheka najisikia raha. Yaani ukikara Zai stress una. Na Zai mbona watu wa mtaani wanapenda kuvaa yani wanavaa vijola bila sidilia kwa nini? Yaani huku ndo mazoea. Wasichana wengi wasioendesha zoea hivyo. Utakuta mtu kutoka hapa mpaka Kariakoo. Ndani unachukua kitandio tunakifunga kama sidilia. Hapa dada sidilia huna maisha upati habari. Ziwa Ndala huyo unapepea. Joto za nini? Dar es Salaam. Kubana miri. Wewe umenipenda mimi basi nipende mimi na mwili wangu. Sio ikuchanganye sidilia ukasema kijonongo chuchukonzi kumbe ndio kwanza kijonongo amelala. Yaani kwa tunaonesha waafiria wetu wa miri yetu ilivyo. Ndio tulivyozoea wenyewe. Wao sidilia tunaachia yenye sidilia zao. Wavae sisi nakula upepo tu. Mimi mwenyewe nimevaa kwa sababu ya kurekodiwa nikivua na shusha shughuli yangu na baki na kama nilivyofunjwa gesi na nini. Namna hii sina habari. Chakula kiporozeni. Babu letu kwa unavuna pale limefanywa pora. Hivyo. Pasha na cabbage. Watoto wanakula, vimalaika kama hivyo vinashiba, vikitoka hapo vimaji ngaa. Usingizi au masaa 7 atakasema mtoto kaenda mbele zake kumbe kalala. Kiporo vindoto vya utotoni usiseme. Kupiga kelele, kucheka tashiba. Sasa Zai, watu wanataka wajue huku tunaishije, tunaishi vipi? Mimi naambia mtaani raha sana. Kwanza maisha yetu huko rahisi. Yaani huko kwanza maisha yetu yako fresh. Tunarizika na mtaani kwetu, siku unaweza kashangaa kuna nuka ngulungulu, siku mama kuna nuka kama mtoto alivua soksi. Yaani mazingira yetu usoni nyewe tunapenda, tunafurahia, la tunanenepa. Na hisi watu wao wanajua wanasema watu Swahili kuna watoto wazuri lakini kweli mimi naona kuna watoto wazuri. Au unaona? Tena huko nakwambia mida bado hii. Ikifika 12 kwa utasema watu wametokea wapi? Vijumba vyetu vya udongo tumesakafu nje, unaweza kusema jumba mama lakini ungeana la udongo. Virosheni mama usiseme. Unakoga. Tunakoga dada ngali. Tukitoka kwenye shule tunasema watu wametoka wapi? Kichwani mama uko kichwani ndo. I5 wigi vokaka vichogo. Tunavyo bondi mama. Yaani ukipata mtu kutoka mbaya na kuuza 2 kwamba huyu mtu vipi? Anakaa wapi? Sasa kama hizo ushakutana na watu kama kushangaa dada unakaa wapi nini? Ushapata manzi ile? Yaani mimi nimeshakupata manzi na share manzi wangu. Alijua mimi naishi sijui. Nakumbuka alisema naishi Kinyerezi. Ndio ulivyomdanganya. Mimi kama naishi Sinza kisa hivi naambia Kinyerezi. Kwa hiyo tabu uliyopata siku ile bwana kwanza alinipeleka mpaka Kinyerezi picha linaanza. Kanibwaga mie kiza totolo anasema kasi aliwa mbwa sijui. Ikabidi tumia akili zangu za pale pale. Kama ndugu yangu nimesahau kwenda kununua chakula kanache airport. Ndio napenda chips ndio kwa hivyo niacha pale ndugu yangu akaondoka zake achukua baba yangu arudi nyumbani kwangu. Kwa hiyo uongo sasa ingine unatuponza wanawake. Kwa sababu mtu unadanganya unakaa sehemu ya mbali na kubwaga na leo unarudi tena kwa nauli yako. Kwa hiyo ndio changamoto ambazo zatakosa wanawake wa Uswahilini. Na kuhusu kula na sasa kuna visambusa na maana huko mchana mpiki huko. Yaani huko kama unaona udampu pale bibi kuna sambusa. Kuna ngwasma pale. Ngwasma ndio nini? Ngwasma ni lipsi za ng'ombe. Hatari. Vilipsi mama, mipua, misikio, iko pale. Unachanganya sokoto unafutaka mwenye mix yako ya sambusa ulie vipi. Na unavua deli ilikuwa madeli mawili pale yamekuisha, kuna watu kabisa kutoka maofisini. Wanapitia. Wa China jenga baba unja kula hapa. Usiniambie. Vinyama vya wavielewa na vipenda vinanuka shombo ya mbuzi kwa hapa ndo kama yaani ndio hivyo kama kikaoni. Mimi naona. Sasa Zai, hivi Zai huku na mashoga kunao. Mimi mashoga kunao, shoga yangu ndio maana napotaga tatizo la kuchamba na kuamka na kundi langu. Tunakwenda tunachamba, tunapowalisikia tunarudi nyumbani. Kwa kumbe huku na kundi langu. Huku na kundi langu sasa wamelala mama kama mapopo. Au usiku wanatembea kama vile sio kitu gani, sema sungusungu mchana wame nini. Sasa Zai, mimi kuna kitu nataka nikuulize. Naona kuna vijana wengi wapo hapo. Ina maana hawana shughuli au wana nini labda. Baki sielewi. Yaani hapa kuna shughuli nyingi kama unavyoona ule udongo pale, ule udongo kwa ajili ya kufinyanga viungu. Si unanielewa? Ile mejiungu pale na biashara yake nayo. Wale vijana pale wapika mapilau maarufu. Sasa wanaandaa unaona mwenye daftari yule.
anaandaa viungo kama nyanya, mikaroti, ndio anaandika mule, kwa anaingia kwenye mashughuli. Kwa shughuli nyingi zikitumika hapa ndo makao makuu ya kupanga shughuli. Hata mwenyewe ukiona kidogo hali yako ngumu za kusema mimi naomba kipaji changu kata kachumbari, unakata kachumbari. Hivyo hivyo hapa kuna mpiga filimbi wa mtaa. Sasa filimbi anapiga kutokea gonjwa la mtoto anaumwa. Yule unamwona pale Mgosi. Anapiga filimbi na kutana kikao, jamani mwenye 3000 4,000 anapewa mtu. Kwa hiyo hapa kila unamwona kakaa na kazi yake. Sasa huyo mpiga filimbi yani akisikia mtoto anaumwa au mnampata anafuatwa atoe taarifa kwa wanakijiji, jamani mwenye lake amsaidie mtu apeleke mtoto hospitali. Kwa maisha yako mazuri tunasaidiana sana, yani sana anapokuwa kama uzunguni kama geti makubwa kama mtu lake. Yani huku hakuna. Kama unavyoona maisha yetu tunavyoona hapa kutoka mtaa huu, toka asubuhi gari lilokuwa mtaa huu ni ile pale tu. Gari moja tu. Mtaa mzima. Ndio tunamwomba wale mama tupeleke hospitali. Anampeleka. Kwa hiyo akisafiri mama tunateseka. Mwendo wa bajaji, mwendo wa bodaboda. Kwa hiyo baba akipiga filimbi tunajua kuna neno limetokea. Kwa hiyo tunakusanyana, jamani mwenye chake tunamwomba huyu kuna mdada kwenye gari atupekeane hospitali. Ndio maisha mazuri mimi naona kwa huku. Na zile tabia gani ambazo uzipendi huko Swahilini? Tabia za huku ni zile za uongo na umbea. Huku anaweza kaamia mtu mwenye pesa zake. Mimi kijiwe nongo mwenye mji wangu kabla sijajiwakilisha ili nipate pale mbali za msosi na riziki wanawai wao. Yaani huku tunawaiana. Mtu akimwona mwenye maisha yake mazuri, mtu atajipendekeza mpaka aonekane yeye mwema. Sababu kuna nyumba sasa hivi, sana kama gorofa hilo. Nimeliona shoga akasema, "Kina Zaja huku kuna gorofa." Sasa huyu baba anapata tabu sana. Maana kila anapoingia pale lazima nje atukute watu 30 na kila mtu anatoka pale 5,500 au 10,000. Kwa hiyo tunawapa changamoto sana watu wenye hela huko. Wanaume chawa, wanawake chawa. Yeye ndo kuomba hela, mkuta mume wako naye anasubiri kuomba hela. Mpaka unamuuliza kwa nini usikae nyumbani usubiri game niombege? Wewe mpaka tuombe wote wawili. Kindo kawaida. Na wenyewe maisha mshafurahi. Mshafurahi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinamiliki kinachonikia watu wanaume. Mambo mengine waombege wanawake sio wanaume. Huko wali wanaume na wanaomba. Kwa hiyo wewe upendi wanaume waombe? Sipendi bwana. Mimi mtu kama yule tajiri kaja, sisi wakina mama ndo majasiriamali tukapoela kama hela ya kufungua michicha, mitembee tuuze tupe misingi. Hasa na kina baba wao mnapoa shilingi ngapi mnaganya shilingi ngapi na mumeo? Kweli lakini unafaa sio vizuri. Kwa kina baba atupishie riziki vingine tuendeke sio kina mama. Jamani baba mnamsikia Zai anavyoambia jamani riziki tugawane. Akienda Zai wewe tulia. Au kienda Zai lakini sana wewe ndio akina mama uongo. Wao wameshaambia kina mama sisi kipindi kama hichi. Wao kipindi cha Ramadhani tumewaruhusu kapikeni mibwabwa, kapikeni mikachumbari, minini huko kwa Wahindi. Tumewaruhusu waume zetu wakafanya biashara. Lakini kipindi kama hichi cha ukame Ramadhani hakuna, tuache sisi tupate riziki. Riziki ndogo ndogo na kubwa kubwa. Jamani hao ndio mambo mtaani kwetu jika majiki penda nitembea smart. Sio peke yangu nipo na mama Mayele mwenyewe kama mnavyomuona nilikuwa na Zai mtaani kwetu Vingunguti. Jamani napenda sana bye. Jamani huyo jamani nimezoea Uswahilini Masaki nikafanye nini wakati mtani kwetu kuna watu hawana tadini au ningoi mama au nitoi Uswahilini au ningoi mama au nitoi mtani kwetu au ningoi mama au nitoi Uswahilini au ningoi mama au nitoi